Niliandaa hii safari kwa ajili ya kujifunza kutoka kwa Mo, pia kurefresh. You are a content creator and a movie producer, right? Yeah. That's what you are, a movie producer. You are actually a movie producer. Not even a content creator. They are selling disc for movies. I want to watch one. You want to watch one? Oh, a movie already out. When I get the time, I will come day one day. Inshallah. And you want to buy a CD to watch tonight? No, I'm not using to. Maragi na mchele ipo. Mimi nataka nina wali na chele. Wali na muragi. Wali na maharage. Na huyu nakula ugali. Watu wangu hapo. Wamefunga. Sijawahi kusafiri na watu wengi na sikuwahi kudrive umbali mrefu. Sikuwahi kudrive kutoka Dar, Tanga, Arusha. Hicho kitu sikuwahi kufanya. Na kitu ambacho kilibaki kama kumbukumbu ni kila sehemu ambayo tukiipenda kijiografia ilivyokaa kimazingira. Lazima tushuke pale, tupa survey fulani, tupate picha 2-3, tuvute hewa ya pale. Na kama kwa sababu ni content creator, kama tunapata idea ya content tunashoot. Guys, nipo kwenye ile harakati yangu, ile mission yangu niliyoambia ya kumfuata Mo. Sasa kwa kuwa mimi ndo production team ninayo, nikasema tusimame kwanza somewhere bro. As you can see, this is living bro. Yani location ambazo sijawahi kutembea Tanzania. Leo natembea nazo mwanangu. Oya, kuna view fulani hivi. Guys, I'm so excited wallahi. I'm so excited seeing this. Na kuna location mengi tutayaona huko tunapoenda. Nipo na Muniri, nipo na watu nini. Unyama ko. Guys, hili ni zao ambalo linasemekana au linasadikika kuwa linalipa Tanga. Yani mali au pesa au utajiri, ufahari wa Tanga. Je, unajua ni zao gani? Ni mkonge. Bwana, tupo katikati ya shamba la mkonge Tanga, yale mashamba ambayo ndo yani tunasemaje, yale matango poli jamani, yale mashamba ambayo ndo yanayojivunia. Unajua kama mtu ukisema da, yale magorofa pale anajivunia. Sasa ile Tanga yenyewe ndo hii hapa. Yani unasikia tu harufu ya mkonge fulani hivi. Mimi sikuwahi kuyashuhudia live. Akia Mungu, nayonaga tu kwenye social media, nayonaga tu kwenye TV, Animal Planet, sijui National Geographic nini. Leo bwana nipo nayaona. Na nashukuru production team yangu. Tulikuwa tunapitiliza lakini wakasema lazima tupitie kimoja cha utalii. Na hii ni moja wao. Na tunazo zingine na zingine. Lazima tuzipitie. Guys, enjoy the view. Najua mnajionea mkonge huu. Enjoy the view guys. Oya. Wewe cameraman ulijua kama kuna sehemu nzuri hivi? Oya, mimi nimepapenda. Si mnaona milima ile? Oya, Tanga pazuri mwanangu. Sasa hapa ndo napiga mahesabu Tanga. Hii njia tunayoelekea huko sina uhakika, ila ni njia ambayo inaenda kwenye vivutio vya utalii vingi, na sijajua sasa tunaenda kivutio kipi. Natamani sana kuona vingine, kwa sababu hapa nilipokaa tu naiona landscape almost ya Tanga nzima. Yani naona milima hii yenyewe ni bonde kama unavyoona tulipotoka, lakini naona view yote. Guys, this is cool bro. Hii nimeipenda jamani. Team, twendeni tukamalizie nani zetu zingine huko, tuna safari ndefu.
hapa tunaelekea somewhere huku, na huku nje najua ni ya Moshi, kama sio Moshi ya Arusha, somewhere there. So Mo katangulia mbele na gari yake Dame ipo speed hatari, unajua. Kwa hapa sisi tunachofanya ni kumfuata, kanitumia live location na tunamfuata alipo, hoping kwamba tunaweza tukapata the interview au tukapata live streaming na kufunguliwa akili kwa mengi na mengi. Nipo na timu nzima kwenye gari huku ya production team. Msisahau anayerekodi sasa hivi hapo ni Muniri. So guys, hope tunayoyafanya sasa hivi they will pay kwa akili. Yani we are chasing for dreams na knowledge, not money. Kama mnavyoona huku nje kuna ka view fulani and it's really interesting. So guys, nitawa update kila sekunde, kila saa. Yeah, it's fun kwa sababu sijawahi kusafiri safari ndefu binafsi, sijawahi kusafiri. Na humu ndani msisahau kwamba tumechukua the best team in Tanga, I mean. Ilibidi tuwachukue kwa sababu hatukuja, yani Munir asingeweza kuhandle drone driving nini vyote kwa wakati mmoja. So tumeulizia the best one in Tanga. Inaitwa Creative Minds. Of course they are the only person ambao wameshinda tuzo in Tanga vitu vikali short cut. So naamini hii video mpaka unaiangalia ipo quality fulani iliyonyooka. Guys, I love you. Hey! Are they seeing that, Munir? Oh my God. Yo, can you see that view? Bro! Sikuwahi kuna nini hivi. Mnatakiwa mu-explore Tanzania by the way. Tanzania na vitu vingi. Unaweza ukawa nchini kwako na hujawahi ku-explore. It's my first time ku-explore hivi. And we are having fun. Kwanza tuongeze sauti. Rack City bitch, rack city bitch. Hii nyimbo vipi? 20s on your titty bitch. So yeah, love you guys. Stay tuned. Who you fucking with? Tajiri, umepoa? Jamani, hapa ndo tulipofikia kwa Mo. So ni Arusha na kuna baridi, I can feel it. Odi. Not too much. Arusha has nice weather. Yes. For me, it's better than that. Yo, this place is amazing. Bro, we have to keep your standards. This is minimum my standard. So. This is minimum. Bro, ulijua kama this is minimum. We have 3-4 NGO meetings. It'll be good maybe if Sabil comes with us, maybe we can give them free... NGO meetings. NGO is, you know what NGO is? National Geographic Channel. Yes. Really? That can also be one NGO. That's an NGO channel, kind of National Geographic it talks about, but the NGOs I'm talking about is companies, non-profit. Non-profit. Non-profit organizations. Oh, okay. So we work there also, and there are orphanages, there's animal shelters. These are non-orphanage. I'm in the board of some. We put some of our money every year from our business into these companies, so that we give them free promotion, and if they are, because I know they're the right companies. Okay. And that will help them see that orphanages and everything, maybe people will support them. Things, it's nothing to do with us, we get nothing. But while I have my meeting, if you come, they get free marketing. Okay. That's why also why we're doing this. Anyhow, so we go to the rooms. And it's going to be a good dinner tonight. Oh, I can smell that. Yo, this place is... So hii umeichagua while tulikuwa tunakuja huku? You chose this? Oh yeah, on the way. Yo! This is the 3-bedroom. Yeah, this is theirs. But yours first? It's there. Okay, so this is you. Alhamdulillah. Is there a bathtub in you? Yeah. You got a bathtub? No, but no. I think. Okay. It's like I'll come and use that night. I think you guys have the. No, there's not. I'm downstairs. Oh, shit. Near the kitchen. I like it. Mara ya mwisho kuja Arusha ilikuwa ni kama 2016, 17 huko. Nilikuwa mdogo by the way. Sasa nimekuja tena Arusha na nime experience vitu vingi sana barabarani. Kuanzia mazingira, vitu fulani. Sasa sikujua kama tunakuja Arusha. Nilijua tunaenda kwenye, maana alisema tumfuate kwenye vikao. Alisema ana kikao. So sikujua kama tunakuja Arusha. Lakini mwisho wa siku kumbe tumekuja Arusha na timu nzima. Na amesema nenda kukutana na NGO. Yo, naenda kukutana na NGO kwenye vikao. Naenda kuongea nini mimi kwenye NGO?
Anyways, Moe ni mtu wa kufundisha vijana. Kwa hiyo I think that's the big step ya kumchukua Young Youth kwenda kumkutanisha na watu wenye wazifa. Hivi njoo kulikuwa na vyakula vinakuwepo. Lights, camera, action. It's day 2 and we are hanging out with Moe. Sasa leo tutaenda kwenye mishemishe zake. Sio jua tena za hapa na pale. Kwa hiyo mimi na timu yangu tutaenda, kuna mmoja anabaki hapa kwa ajili ya editing na watatu wengine tunaenda nao. Na yeye akiwa na watu wake. It's almost 35 minutes about. okay. Yeah, bro, you have nice cars, you're not walking. Says the CEO of MMMS. Yes, you are. Actually, he is the CEO of MMS. I'm just a paid actor. No, you're not paid. I'm not paid. You are a partner. I'm working with you guys to build you up, and he is the CEO now. He is always my CEO. So that's what I'm saying. He's the CEO. I know. That's what I'm telling you. Let's go on. All right, let's go, guys. Who's driving? Is the driver driving? Sante, how are you? Must be Mo. Mo, yes. Hi. I'm Sabil. And that's my team. Guys, ilikuwa experience nzuri kwa kweli kukaa na viongozi wa The Foundation for Tomorrow, bro. This is nice. Thanks to Mo, I'm experiencing vitu vipya. Yo guys, so tushamaliza interview na Mo na leo bwana tunakuja kurefresh mimi na timu yangu. Tunaenda Tarangire National Park. Let's go. Guys, I'm having fun. That's what Mo. I'm having fun and we are enjoying. Mo yule kule. And we are enjoying. We are eating our life. We're not eating, we're just having fun as you can see, guys. It's really amazing, guys. Let's go. This is amazing. Yo guys, this is amazing. Sijawahi kukutana na this kind of people, I guess. It's my first time. So I'm enjoying it. Bro, wanaruka juu. Anaweza Kiswahili vizuri nani hapa? Vipi unaitwa nani mwana? Naitwa Saidi. Saidi? Mbona unaitwa Saidi? Ni wakazi wa hapa au ni mpaka muende kule mjini? Tuende mjini. Kumbe mnakaa mjini kule? Yaani huku mnakaa. Hii ni shule ama? Kwa hiyo hapa mnakopo wanaopita mnawachaji hela kila anayetaka kupiga picha yenyewe kwa ajili ya utalii wa Tanzania, si ndio? Mimi ni mara yangu ya kwanza kuona. Yaani nishakuona lakini sikuwahi kupiga nao picha. Kwa hiyo yaani na enjoy. Nimefurahi sana kuna nini. Hizi nyimbo mnazijua mnaimba? Ni kilugha? Ukitaka kusema karibu Tanzania, karibu Tanzania kwa kilugha chenu. Unasemaje? Wow Tanzania. Wow Tanzania. Wow Tanzania. Wow Tanzania.
Wewe Tanzania sidai. Wow Tanzania? Sidai. Wow Tanzania sidai. Sidai hivyo ama? Again. Tusemeni wote basi 1, 2, 3. Wow Tanzania sidai. Guys, this is Tanzania. This is the beauty of Tanzania. So we are enjoying, as you can see. We can jump. As you can see, we can jump, you know. This is so fun, guys. I'm enjoying it for real. I'm really enjoying it. It's amazing for real. It's one of the, you know, utalii wa ndani. So, ciao. Finally, yani I feel kisafari yani malaria kibao mpu bado. Guys, this is amazing bro. Panaitwa Elephant Lodge. Actually, it's my first time kufika kwenye mbuga za wanyama. Toka nizaliwe sijawahi kufika kwenye mbuga za wanyama. Hii radio call nimegawa na timu wangu ili kwa ajili ya mawasiliano. Bwana, hizi ni chapati? Hapana bro. Hii nini? Hii ni hand towels. Ya uso kwa ajili ya mikono. Unatoka miguu na vumbi huko. Kwa hapa naonekana na vumbi. Hapo vipi bana? Nipate na sabuni na maji ya kuoga. Unaona hapo unakia nini? Naenda naona kuachia. Wewe maliza kila kitu kimaliza mimi utanekea. Naweza ngapata ya pili. Na hamna bwana. Kwa mtu pata kupokea. Asante. Asante. Baba, waini. Dada mambo. Hello. Welcome. Asante. This is hibiscus with ginger. Nimesahau kuonja ladha, naomba nyingine. Najua cameraman wangu hapa ananirekodi. Mnajisikiaje? Naelekea wapi dada zangu? Hello. Hope you are doing well. Karibu. Asante. Natakiwa ni sign niandike. Tunakuuliza kwanza how was the trip? The trip was good. Nimependa English should say. both. Okay. أنا أتكلم عربية. أغنمبه. I speak English. Only English, okay. And Kiswahili. karibu sana Elephant Lodge. Sio nyumbani. Karibu sana. Before kwenda room kuna registration itajaza fupi. Ambayo ni just here. Na tumeni kuna watu. Guys, msisahau hii yote ni baada ya mimi kustruggle kukutana na Moyo mpaka kunipa muda wake na kuongea naye for the interviews and So for majani because hapo kuna vacation trip. Staff wanafagia every 15 minutes or 30. So this is the hotel. Inawashwa hapo kwa nyumba hapo ndo wanawasha. Kwa maji kupashwa hapa, ukitoka kwenye swimming pool au ukitoka room unakuja unatumbukia huko. Jacuzzi with hot water. Hizi zote ni zenu? Pia and kama unataka kuview, maana tuko 100 meters away from Tarangire National Park, wanyama wanatokea.
Kuja kwenye water hole. Wanyama gani? Yaani swala. Mostly elephants. So in the next minute you will see elephants wanakimbia wanatokea huko. Jioni au mida kwanza saa ngapi? Any time of the day. Kwa kama sasa hivi unaweza ukakadiria labda kwa leo sasa hivi tumechelewa kuona au wanaweza wakaja? Yaani kabla nyinyi mja-arrive wanakuwa. Kwa watu hawezi kuona tena? No, you'll see them all the time. Na hawa interact na watu huku, labda tembo akiona watu ile. Tembo akiona watu ana shida, as long as hampigi kelele wala msumbufu. Kwa wanakuja kunywa maji. Nani wakubwa? Natamani nione tembo live. Very big. Na sometimes watazunguka pembeni ya swimming pool hapo. Tembo. So you'll see them. The next thing tuwasubiri. Au umesema Tarangire hapa ipo wapi? Tarangire eneo lote hili ukitoka kwenye mpaka wetu huko ni Tarangire. It's just 100 meters from here. Kwa hili ni eneo la Ramblemei, lote ni eneo ambalo tunaconsider kama ni nje hapa. Na mfano tukiwa tunaenda kuwaona wanyama, tunapelekwa na ni safe kwenda na gari kuliko kwa miguu. Hamwezi kupelekwa kwa miguu, si ndio? Kwa miguu unaweza kufanya walking. Lakini kuna sehemu zake official, ni kwamba hii sehemu kuna ranger, tunakupa ranger na guide. Na usalama unakuwepo? Au ndio huyo ranger? Yes. Kuna risasi. Ni kesi kuna disturbance yote, lakini sio rahisi mnyama kuvamia kama hujamchokoza. Hii juice bei gani? Nikaongezewa. That's free. Hivi vya bure sasa ndo ninavyovipenda mimi. Hapa guys, so tunasubiri kibali, tupate kibali cha drone shot. Bro, humu ni ma drone shot. Tukipata drone shot, tukapata shots kali. Nimeshapata hadi na content zangu kali 3 za action. Kwanza nikaongeza juice. What's up? You're drinking wine? No, it's not wine, bwana. It's a smooth juice. Part of our contract will be no alcohol free. Cheers. Tukivunja bei gani? For him is free. Hiyo Sabilio. Sabila anaweza kuvunjika nyumba zote mnane. How are you? Thank you, brother. Haina funguo. Ipo. Iko hapo? Yeah. The parking, neutral. Yes sir! We are going for a ride. Na nipo na Mvuniri. Oya!
the journey ends here? No, this is where it begins. Sikuwahi kupanda mtumbwi. Napandaga speedboat. Nimepanda mtumbwi ambao unasukumwa na kijiti. Alafu upigwi lifeguard, upigwi chochote, lakini kwa usalama na uaminifu wa wale watu ambao walitubeba, tulienjoy na unapanda huna stress. Mwanzo nilipata stress kwa sababu nilikuwa nawaza vitu vingi. Sijui kuogelea, kwa nikaanza mtumbwi. Afu katikati ya maji ule mtumbwi ulianza kuingiza maji. Yaani ni nature yake. Hapa mnapokaa maji yanaingia, watu wanaanza kuyachota, kuyatoa. Kwa hiyo nikapata experience ya wale wavuvi ambao wanavua by nature. Hawavui kwa kutumia vifaa vya kisasa, sijui waeke sijui mashine gani, samaki waje huko wamwagie chakula fulani. Wanaenda by nature, wanawafuata samaki kule, wanavua. Hivyo kwa hiyo ni kumbukumbu nzuri ambayo na uhakika nitakuwa naikumbuka. Fun, adventure, memorable. Experience nyingine bwana ni kulala porini. Kulala sehemu ambapo tembo wanapita. Yaani sehemu unalala hapa, tembo wanapita hapa. Unalala sehemu ambao simba unamsikia kama miguu kadhaa pembeni analia. Kwa hicho kitu sikuwahi kufanya. Na pia unakaa sehemu ambapo unakula fisi wanapita, ngedere, swala, twiga. Hicho kitu ni experience mpya kwangu. Nadhani kama mnavyoona hapa bado tupo ile eneo. Kwa kuna yale mazingira hata asubuhi. Yaani ukiamka ile hali ya hewa, wanyama, una feel the nature. Tofauti na ukiamka mjini pale magari, mahoni, mama usafi kaja kudai hela yake. Huku ukiamka tembo tu ana kazi za kufanya, anapita pembeni. Kwenye utalii, mimi nashauri kwamba Watanzania hatupendi ile ubarikiwa wetu. Umeelewa? Kwa sababu kama Mtanzania unaishi Tanzania na haujawahi kuenda mbuga ya wanyama hata moja, alafu ni very cheap, ni kama unaingia bure. Yaani ni kutoka, ni usafiri wako tu. Mtu unakaa Tanzania hujawahi kutembea. Hujui hata kwa nini zebra anakula majani, unajua tu anakula kwa ajili ya njaa. Zebra hali majani kwa ajili ya njaa. Anakula kwa ajili ya njaa. Kwa mimi nashauri kwamba tuipende nchi yetu. Unajua Tanzania kwangu mimi, na nimefanya utafiti huo, yaani katika nchi yenye simba wengi duniani ni Tanzania. Na inao alinipa moyo, hiyo ndo alinielezea, akaniambia bwana, unajua kama Tanzania ndo ina simba wengi, nusu ya Tanzania duniani wako Tanzania. Sasa unaweza ukasema mimi niende kuona simba nitaliwa, lakini kuna ile experience ya kumuona simba unaenjoy. Yani japo ni mnyama ambaye muda wote anaweza akafanya tu kuattack wanyama wenzake kule kwa ajili ya nature yake ilivyomuumba, lakini kuna ile ukimuona unaenjoy. Mimi sikuwahi kumuona tembo na akili yangu ilikuwa inaniambia nimuone tembo kwa ajili ya nini? Yani nishamuona kwa TV, sasa nikija kumuona live yani inaniongezea nini na nipunguzia nini? Lakini trust me, nikuja kumuona tembo nikasema
kumbe madinosaur pengine alikuwepo kweli. Yani unapata experience mpya. Kwa hiyo utalii kwa design fulani kwanza ni kitu ambacho kwa afya ni kizuri. Kwa sababu unatoka kwenye stress. Mimi nimekuja huku sijapigiwa simu za madeni, sijapigiwa simu za mademu, sijapigiwa simu za mikopo, sijapigiwa simu kuanza kugawa stress za kwenda kushuti. Unahitajika saa fulani. Yaani watoto wamejua kwamba huyu hayuko da. Kwa huku mimi simu nazopigiwa, njoo muone tembo yupo hapa. Mmeona pundamilia wale kule. Njoo ni mle. Yaani unakaa maisha fulani hivi ambayo ukipiga mahesabu kwamba wale wazee wetu walikuwa wanakaaga Mikumi ndani Morogoro ndani Shinyanga ndani kuna maisha yale nature. So that's why nikatoa muda wangu kwa ajili ya content zangu, influence yangu. Naamini kuna baadhi ya vijana wakiona hivi badala ya kufanya vacation ya kuenda, bwana nataka niende vacation Dubai, nikashangae magorofa, nione hivi. It's a good thing, lakini unaongezea wao utalii wao. Yani wale watu wa Dubai kule wanaingiza hela zenu nyie, which ungekuja kuitangaza nchi yako kwa vitu vingi ambavyo ni viko nature kiasi cha kwamba havisahauliki. It's a good experience. So karibuni sana. Na nitakuwa na hii, nataka iwe endelevu kwangu. Kwa hiyo nitakuwa na posti na ninatengeneza maudhui ya kitalii mara kwa mara. I hope itawafikia wengi, yatawagusa wengi na itawavutia watu wengi. Na pia nimekumbuka kuna adventure trip tunaiorganize hapa. Tutakuwa tunachukua kuanzia watu 3 hadi mtu mmoja, tunaenda naye kutalii. Yani tunaenda naye ku experience, wachukua timu yetu, tunaenda naye kule ajifunze vitu vipya. Kwa hiyo hii nayo nadhani itakuwa nafasi ya wewe ambao unatazama hii video kujipatia hiyo nafasi. Mbali na hapo, thanks for following me guys, I really appreciate that. Na msiache kunifollow. Share this video kwa watu ambao unajua unatamani wajifunze kitu kwa kutumia utalii na wazidi kugrow kiakili kwa vitu vipya. Nadhani hii video hapo mtakuwa mmeona location mbalimbali tofauti, mazingira, the life inavyozunguka, life cycle. Nadhani mmejionea vitu vingi, nimeenjoy kwa kweli. Yani hapa hata nikirudi narudi nyumbani mjini. Yani hata mtu akianza namuona kama kuna mbwa mwitu mmoja alikuwa anabweka hapa, naenda muangalia tu. Kwa sababu nisha adapt. Najiona tembo sasa hivi. Najiona simba. Nawapenda guys. So thanks for your time, thanks for watching. Follow for more. Love you guys.